katika kongamano letu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Mungu kwa dakika chache. Praise God kwa dakika chache tumuombe Mungu. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Toba ni mlango wa kuhusu nyakati mpya maishani mwako. Toba kama mlango wa kuhusu uzidi nyakati mpya kwenye maisha yako. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari 1 hadi 19. Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudisha kwa kuwako kwake Bwana. Tunapozungumza habari ya toba, ni hali ya mtu kuamua katika moyo wake kubadilika. Toba ni hali ya kuwa na mwelekeo chanya juu ya jambo ulilotenda. Na sababu hiyo toba inayokuja mbele zako inakusababisha kuhakikisha ndani ya moyo wako unadhamiria kwamba kuna mabadiliko ambayo yanayotokea. Haya mabadiliko ndio ambayo yatakupeleka moja kwa moja katika kumwona yule Mungu ambaye unayemwamini kumtegemea. Bwana asifiwe. Lakini toba ni kitendo cha majuto ya kweli yanayotokana na hatia moyoni. Unapofika mahali unahitaji toba ya kweli na kuona yale ambayo yamekaa moyoni mwako na jinsi ambavyo unahitaji kuyaachia mbele za Bwana. Lakini kwa tafsiri nyingine, neno toba ni uamuzi wa kukubali kuacha dhambi na kukubali kumrudia Mungu. Kwa mambo haya yote ni sehemu mojawapo ya neno toba ambalo tunaweza kuiangalia katika jioni ya leo. Na kwa tafsiri zote hizi tunaweza kupata neno kwamba toba ni mwelekeo wa kuhitaji maisha mapya yenye unyenyekevu mbele za Mungu. Toba inatupa nafasi ya sisi kuwa na mwelekeo wa maisha mapya, ya kwamba yale tulikuwa tunayatenda kwanza yanapata nafasi ya kupelekwa mbele za Bwana. Mungu anaruhusu kurasa mwingine wa maisha mapya kumwamini na kumtegemea yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa unapoenda kwenye toba, jambo la kwanza unalohitaji kwenye toba ni kuwa na unyenyekevu. Unyenyekevu ni silaha mojawapo ya mtu ambaye anatamani kumimina moyo wake kwa Bwana. Kwa sababu hiyo, ili toba yake iweze kupata kibali mbele za Bwana, lazima kuhakikisha kwamba moyoni mwako na maisha yako na yale unayahitaji
kutendea, lazima kuhakikisha kwamba unyenyekevu unachukua nafasi kubwa kwenye moyo wako. Kwa hiyo toba ni kwa ajili ya sisi kwenda mbele za Mungu, lakini toba inapokuja kwetu sisi mbele za Mungu inatusababisha sisi tuweze kutengeneza yale mahusiano ambayo yamekatika baada ya sisi kumwacha Mungu katika eneo tulilonalo. Na kuna tofauti kati ya toba na msamaha. Tunapozungumza toba, tunaweza kusema ni mchakato wa kusafishwa kiroho. Ni ile hali ambayo tunahitaji Mungu atusafishe kiroho ili tuweze kurudi katika nafasi zetu. Lakini msamaha ni uamuzi wa hiari wa kuachilia uchungu au kidogo dhidi ya mtu uliyemkosea. Kwa hiyo toba, tunapozungumza toba tunazungumza juu ya mtu na Mungu. Lakini tunapozungumza habari ya msamaha tunazungumza mtu na mtu mwingine. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya toba tunajiachilia mbele za Mungu kwamba Mungu anatamani aseme na sisi ili kwa faida ile ambayo tulionayo sisi Mungu aweze kuachilia neema katika maisha tulionayo. Kwa tafsiri nyingine, toba ni hali ya kujutia mambo uliyoyatenda yaliyomchukiza Mungu katika maisha unaishi. Wako watu wengi sana ambao wanafika mahali katika hali ya toba wanahitaji rehema za Mungu. Na hizo rehema za Mungu ili ziweze kuja ndani ya maisha yako, lazima binafsi uweze kuzama kwenye toba mbele za Bwana ili Mungu aweze kupata nafasi ya kuruhusu tena ile nafasi yake ya kwanza ambayo Mungu alikuwa ameweka kwenye maisha yako iweze kurejea tena. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunapozungumza habari za toba kama mlango, ni ile hali ya kuruhusu Mungu apate nafasi ya kuhudumia katika viwango ambavyo amekusudia wakati huu. Ni ile hali ambayo wewe binafsi unaruhusu Mungu apate nafasi kwenye moyo wako. Ile nafasi ambayo Mungu ataipata kwenye moyo wako ndiyo itakayosababisha Mungu apate nafasi ya kuongeza viwango ambavyo wewe unavyotaka mbele za Bwana katika kuzungumza naye. Kwa Mungu anafanya kazi na mtu ambaye yuko tayari kulingana na jinsi ambavyo Mungu alivyomtaka ili aweze kuruhusu nguvu yake iweze kuwa pamoja naye. Kwa kiwango chako cha toba, kiwango chako cha toba ndicho ambacho kinachoweza kunisaidia kufungua mbingu zilizofungwa kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kadiri tunavyoingia kwenye toba, kadiri tunapozama ndani ya toba, ndivyo hivyo ambavyo tunaruhusu mbingu zikafunguke kwa ajili yetu ili ziweze kutuhudumia katika maisha tunayo. Kwa kuna mambo ambayo kuna wakati mwingine huwezi kuyaona yanatokea kwenye maisha yako. Kuna mambo ambayo wakati mwingine unaona kwamba yamekuwa mazito kwenye maisha yako kwa sababu tu bado hujapata nafasi ya kuruhusu wako ingie kwenye toba mbele za Bwana. Na Biblia inasema waliopondeka moyo ndio ambao watakatifu ambao Mungu anataka katika maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa toba ya kweli ndio ambayo itatusaidia ili tupeleke katika viwango vile ambavyo tulivyokusudiwa na Mungu kuifika katika maeneo tunayo. Sababu hii nasema hivyo, toba haihitaji mazoea. Tunapoenda mbele za Mungu kwa njia ya toba, hatuendi kwa sababu tunaenda tu kwa sababu ya jana au juzi au siku zilizopita. Tunapoenda mbele za Mungu kwa toba, tunaenda kwa jinsi ambayo Mungu ametujalia kwa wakati huu, na tunategemea Mungu atupe mpaka wakati huu ambao utatusaidia kutuvusha mahali ambapo wakati huu tunahitaji kuvuka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tusije tukaenda na mambo ambayo tuliyafanya jana tukifikiri kwamba Mungu tumenaye ni yule ambaye tulimwanaisha jana, lakini tunapoenda kwa jinsi ya leo na tunapozama kwenye toba mbele za Mungu, Mungu anaruhusu neema yake kwa sababu anachotafuta kwenye moyo wangu, kwenye maisha yetu. Anaangalia katikati ya moyo wetu jinsi ambavyo tulivyokubali kujiachilia mbele za Bwana na kumwambia Mungu hatustahili, bali wewe pekee yako unastahili kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Daudi katika Zaburi ya 51, baada ya kuona mambo ambayo yatenda uzinzi na mauaji mengi alipoyatenda, jambo la kwanza ambalo Daudi alifanya, hakuanza kumtetea mbele za Bwana. Alizungumza na Bwana akasema, nimejua mimi makosa yangu na nimeiona dhambi yangu iko mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Daudi kitu cha kwanza ambacho anakiona mbele yake, alijiona kwamba katika haya ambayo nimeyatenda sistahili kuendelea kukaa mbele za Bwana, lakini nastahili sasa niingie mbele za Bwana kwa njia ya kumwambia Bwana ukweli wa mambo ambayo nimeyatenda, ili Mungu apate nafasi ya kunisaidia na kuniacha tena katika nafasi ya nayo. Na jambo la pili, Daudi aliomba rehema kwa Bwana. Na rehema ambayo aliomba kwa Bwana, alimwambia Bwana unioshe kabisa na uovu ambao umenitesa kwenye maisha yangu. Akaingia kwenye rehema mbele za Bwana. Kwa hiyo wakati
rehema mbele za Bwana. Tumwambie Mungu tunahitaji rehema yako ikae kwenye maisha yetu, ili tunaposogea katika kongamano hili ambalo umetupa katika wiki yote, ile neema ambayo Mungu ambayo umekusudia kwenye kongamano hili iweze kutukuta katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba kwa sababu tumekuja kwa ajili ya Bwana, lazima Mungu ataruhusu hiyo neema yake iweze kuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. Neno la tatu ambalo Daudi alifanya, alikiri dhambi akisema, nilikutenda wewe dhambi peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Alikubali kwamba hakika mimi ni mkosefu, na kwa sababu nimekosea sistahili kusogea kwenye neema yako tena. Ninachohitaji mimi kuanguka mbele ya madhabahu za Bwana, ili Mungu anisafishe na kunitakasa, ili ninapoingia tena niweze kuwa safi, niweze kuifanya kazi yako tena kwa uaminifu mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo la nne ambalo alifanya, Daudi aliomba utakaso. Maana kwa mahali alisema kwenye mstari wa 17 anasema, unitakase dhambi zangu, kwa maana moyo uliovunjika na kupondeka na kudharauliwa ndio ambao Mungu anataka kwenye maisha yetu. Kwa Daudi alifika mahali pa kuona kwamba anahitaji neema ya Mungu, anahitaji toba ya Mungu, anahitaji kujiachia mbele za Bwana ili Mungu apate nafasi tena ya kumpa rehema kwenye maisha yetu. Ndugu zangu, sisi ambao tunapata hii neema ya kuwepo hapa katika kongamano hili, tunahitaji tujiachie mbele za Bwana, mbele za Mungu kuomba toba na rehema. Inawezekana tumewaza mambo mengi katika kongamano, inawezekana tumefikiri mambo mengi ambayo tulitamani afanye kwenye kongamano, lakini alichokusudia Mungu kwenye kongamano hili ndicho kitakachotokea na wala sio kitu kingine. Jina la Bwana libarikiwe. Kiwango kile ambacho sisi tutasana kwenye toba mbele za Bwana na kumwambia Mungu atusamehe na kuturejesha katika nafasi ambayo Mungu alikusudia, ndio ambayo itasababisha Mungu aachilie neema yake kwa ajili ya kutusaidia katika siku hizi ambazo tunazokaa hapa. Tunahitaji sana hiyo neema ya Mungu ikae katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini habari za Bwana mpotea, kusoma kitabu kile cha Luka mlango wa 15 mstari wa 18 mpaka 20. Wanampotea walipokwisha kutumia vitu vyote, njaa ilipokuja kwenye maisha, alifika mahali akaona kwamba sistahili tena. Nilikuwa mtoto katika familia, nilikuwa ninafanya mambo mazuri, lakini baada ya anguko hilo tena sistahili tena. Ninachotaka swali mambo ya kufanya ni kadhaa. Jambo la kwanza, akaamua kudhamiria moyoni mwake kuacha dhambi. Maana akafikiri kwamba ili niweze kurudi kwa baba yangu, ninachohitaji sasa ni kuanza jambo la kwanza la kukubali kwamba dhambi ambayo nimeitenda juu ya ile niliyopenda kwa baba yangu, niende mbele za Bwana kwa toba ili Mungu anisaidie na kunirehemu. Ninaporudi sasa kuomba msamaha, ili hiyo toba nitakayoenda nayo mbele za baba yangu, Mungu aweze kunisamehe na kunipa nafasi nyingine tena. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili alilofanya, alinyenyekeza, akaona sahihi tena. Na ndio maana anasema alipozukatia moyoni mwake akasema, wako watumishi wengi ambao wako kwa baba yangu wanakula na kunywa, na mimi ninateseka bila sababu, kwa sababu nilipewa neema na Mungu kwenye familia na wazazi. Lakini neema niliposhindwa kuitumia, ninachofanya hapa ninatumikia adabu ya dhambi ambayo mimi mwenyewe nilitengeneza. Kwa hiyo ninapotamani sana kurudi, lazima nifike mahali ninyenyekeshe mbele za Bwana, nimwambie Mungu juu ya dhambi niliyoitenda, ili Mungu aruhusu rehema yake ije kwenye maisha yangu. Na hiyo rehema yangu itakaposhuka kwenye maisha ndio ambayo itakanisaidia au itakayenipeleka kwa upendo juu ya Baba katika yale ambayo nimeyatenda kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana katikati ya maisha tunayo yako mambo mengi ambayo yamesababisha uwepo wa Mungu kuondoka kwenye maisha, na hata inawezekana tumekuja kwenye kongamano hili, lakini tunajua ndani ya nafsi zetu yako mambo ambayo wakati mwingine tunapoyatafakari kwenye maisha yetu yanatuzuia kufika kwenye kilele kile ambacho tutakuzama katika kumwamini na kumwona Bwana kwenye maisha. Lakini kwa sababu tumezingatia wewe ya kwamba katikati ya kongamano hili ambalo Mungu ametupa, tunahitaji kujisafisha mbele za Bwana. Tunahitaji tumwambie Mungu ya kwamba tunajua ya kwamba yamkini tumetenda mambo maovu kwenye maisha, lakini tunalo lengo moja tu jioni ya leo kwamba tunahitaji tusafishwe upya, tupewe rehema itakayotusaidia wakati ambao tutakuwepo siku zote hapa tukipendana Bwana katika maombi tuonayo. Jina la Bwana libarikiwe. Wanampotea walipofika kiwango cha